kama wakicheza walivyocheza zidi ya Ken Gold, Simba ana nafasi ya kumfunga Yanga. Nimeangalia mechi zote mbili. Yanga mechi wameibembeleza sana, lakini Simba amefungua booster. Piga mbali. Jibu Dennis. Speedy. Unaweza ukamlaumu goalkeeper wa Ken Gold, lakini lazima na uipongeze speed ya Simba. Wakati mwingine najiuliza, hii Simba ndo watu wanaosema inagoma? Brother, kwa mimi ninavyotambua mpira, kwa udogo wangu, makosa ya Simba yako nyuma. Makosa ya Simba yako nyuma. Sio tatizo hilo. Na kosa la Simba nyuma linasababishwa na Chemalon Fondo. Basi ni beki ambaye anakosa utulivu. Na licha kukosa utulivu, lakini mchezaji ambaye muumini kabisa kupiga back pass. Tena wa Young African Ali Shabani Kamwe. Ndio. Atueleze mapema kabla ya mechi ya Dodoma Jiji. Mechi ya Yanga na Simba, mechi sipo, tunaingiaje uwanjani? Na kama tiketi ni zile zile, si ndio? Vipi kuhusiana na zile tiketi ambazo watu walizitumia? Ama tu kuchukua ubingwa, lakini sio kwa kufunga Simba Sport Club. Mbona kama siku leo nupo mara 2-2? Neno ni hilo hilo. Ikitokea Simba amechukua ligi. Wewe hujanielewa. Nimesema Yanga na nafasi kubwa. Sio kwamba Simba hana. Yanga na nafasi kubwa. Lakini sio kwa kwenda kumfunga Simba Sport Club. Sawa. Brother, hii ni dabi. Ndio dabi. Dabi hatuendi na matokeo uwanjani. Shikaji wakubali kweli kufungwa mara 5 mfululizo. Nisikilize, achana mambo ya 5. Free kick zake. Hatari yake ndani ya 18. Ni mchezaji ambaye ukimwangalia sana unamuona ni mchezaji wa kawaida. Lakini Yanga wanahitajika kuwa makini zaidi na Elia Mpanzu asije akasababisha madhara nje ya 18. Kwa sababu anaposababisha madhara nje ya 18, kuna mtu anaitwa Jinchaz Ahoua, specialist of free kick. Tupo, bipo. Tupo vizuri. Nakupa vitu hivyo. Unajua leo tumerudishwa kwenye taaluma zetu za mpira. Mmerudishwa. Tumerudishwa. Naona uko vizuri. Miezi iliyopita utakuwa ni propaganda tu. Nani acheza, tunacheza. Lakini sasa tumekuja kwenye dakika 90. Dakika 90. Hapa ndo tunapoacha mbali kina watu fulani sasa. Hapo kuna watu wanazimwa. Wengi. Hapa ndo hapo watu wengi, na mimi nakwambia inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwakani nakuwa kwenye simu ujao nakuwa kwenye redio. Inshallah tuombe Mungu. Omba sana dua, nawaambia watu wako wa Bipo. Nawaambia watu wako wa Soni. Wanaendelee kuniombea Mungu. Sasa ninatamani, nina matamanio na nina tamaa ya kufanya kazi kwenye redio. Kwa kama mchambuzi kama Ambokile, angalia ndugu yangu. Chuma cha Mjerumani. Nimemsikia klipu yake moja anasemaje? Simba mchezaji anaomuogopa pekee ndani ya Yanga ni Dennis Nkane. Nikashika kichwa. Nikasema chuma cha Mjerumani hicho. Watu wanavuta tu kila mwisho wa mwezi afanyeje? Unapasua tu. Babu ile nikomborera. We. Mimi nipo kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Upo kwenye redio unaambia wenye mamlaka ndo sisi. Hapana kitu kama hicho. Mimi naishi kwa misingi ya dini. Ndio. Na dini yangu inaniambia sema ukweli. Okay. Niko vizuri Milioni 17 hizo. Hii bilioni. Nyeupe mimi nitasema nyeupe. Wewe video sana kujua. Nyeusi mimi nitasema nyeusi. Bipo nisikilize. Mimi nimezaliwa siku moja na nitakufa siku moja. Ndio. Na wakati nipo kwenye tumbo la mama yangu, mama hakuniambia kama wewe utakuwa tajiri, hakuniambia kama wewe utakuwa maskini. Ndio. Hajakwambia kwamba utakuwa muongeaji. Sio maneno vizuri? Sio maneno vizuri. Kwa haya mambo tunakutana nayo hapa duniani, tunajua kwamba yatapita. Ndio. Sisi watu wa pwani tuna misemo yetu tunasema hakuna dhiki wa dhiki. Yaani hakuna dhiki wa moja kwa moja. Kabisa. Wala hakuna mtu ambaye atakayeishi kwenye furaha moja kwa moja. Ndio. Lakini haki inatakiwa isemwe siku zote. Leo chambuzi wangu mwingine Chuma
anakuambia Simba unamuogopa Dennis Nkane. Vitu vya kutengeneza sasa. Sawa, wana sababu ya kumuogopa, si ndio? Kwa sababu kwanza ni mchezaji wa mpira. Ndio. Ni mchezaji ambaye ameshacheza ligi NBC kwa muda mrefu. Ana thamani yake. Lakini sasa unajiuliza kwa nini wamuogope wakati mchezaji huyu hachezi? Si ndio? Unajiuliza, je, mwalimu wa Yanga anaweza kariski kibarua chake akamtoa Pacome Zouzoua akamwambia Dennis Nkane nenda kacheze hii mechi? Hiyo ndio pale wale msanii alipokuambia afande nilegeze kamba. Makosa mengine nimepewa tu haya. Nimepewa tu. Na mimi nawezekana ikawa kuna baadhi ya wachambuzi kuna maneno wanapewa wakazungumze. Okay. Unalifahamu. Brother. Narudia tena kukwambia. Imani yangu, matumaini yangu, dua zangu ni Young African achukue ubingwa wa ligi kuu. Moja ni kwa sababu timu yangu. Lakini Yanga atachukua ubingwa sio kwa kumfunga Simba Sport Club. Maneno yako mazito. Lakini kwa namna ya mpira ulivyochezwa jana, Ken Gold na Simba, Yanga na Tanzania Prison, namna ile ya ukabaji wa Yanga kwa juu, namna ya Simba wanavyoshindwa kutumia nafasi zao, kwa sababu jana walikuwa na nafasi ya kushinda hata goli 10 lakini wakashindwa kuzitumia. Kule mbele bado hawajawa vizuri. Watu wengi nimeona kwenye comment wakisema kwamba hivi kwa mpira hivi Simba wakiendelea, na kuna baadhi ya wachezaji wakazungumza pia ikiwemo Chirwa, lakini pia Morrison, wa Ken Gold wakasema Simba wanapaswa wabadilishe mpira wao kuelekea dabi. Wakicheza hivi wanaweza wakawapa pointi 3 watani wao siku ya tarehe 25 ya dabi. Comment za wadau hizo jamani. Mimi nimemsikia Chirwa amesema kama Simba ikicheza hivi walivyocheza jana, Simba ana nafasi ya kuubingwa. Mchezaji mwandamizi kabisa wa Young African, Aubrey Chirwa. Mchezaji ambaye amepata mafanikio makubwa ndani ya Yanga, Aubrey Chirwa. Na ni mchezaji ambaye wa muda mrefu kucheza ligi kuu ya Tanzania, maarufu NBC. Anasema Simba kama wakicheza walivyocheza zidi ya Ken Gold, Simba ana nafasi ya kumfunga Yanga. Nimeangalia mechi zote mbili. Yanga mechi wameibembeleza sana, lakini Simba amefungua booster. Piga mbali. Jibu Dennis. Speedy. Unaweza ukamlaumu goalkeeper wa Ken Gold, lakini lazima na uipongeze speed ya Simba. Wakati mwingine najiuliza, hii Simba ndo watu wanaosema inagoma? Brother, kwa mimi ninavyotambua mpira, kwa udogo wangu, makosa ya Simba yako nyuma. Makosa ya Simba yako nyuma. Sio tatizo hilo. Na kosa la Simba nyuma linasababishwa na Chemalon Fondo. Basi. Ni beki ambaye anakosa utulivu. Na licha kukosa utulivu, lakini mchezaji ambaye muumini kabisa wa kupiga back pass. Tena anapiga short back pass. Sasa ukija kukutana na washambuliaji wenye uchu kama kina Prince Dube, kama Clement Mzinze, si ndio? Uje kukutana na mchezaji ambaye ana exposure ya kutosha kama Clatous Chota Chama, unakuja kuigharimu timu yako. Na ndio maana ukiona magoli mingi Simba aliyofungwa, aliyoruhusu, basi Chemalon Fondo amefanyaje? Amehusika. Sio ligi tu, mpaka kule kwenye CAF Confederation Cup. Ya ndio kweli. Serious kabisa. Hamza majeruhi. Magoli mengi ambayo Simba wameruhusu ni kwa sababu Chemalon Fondo amecheza hovyo. Lakini narudia kukwambia, Yanga na nafasi ya kuchukua ubingwa, lakini sio kwa kufunga Simba Sport Club. Mbona kama siku leo nupo mara 2-2? Neno ni hilo hilo. Ikitokea Simba amechukua ligi. Wewe hujanielewa. Nimesema Yanga na nafasi kubwa. Sio kwamba Simba hana. Yanga na nafasi kubwa. Lakini sio kwa kwenda kumfunga Simba Sport Club. Sawa. Brother, hii ni dabi. Ndio dabi. Dabi hatuendi na matokeo uwanjani.
washikaji wakubali kweli kufungwa mara 5 mfululizo. Nisikilize, achana mambo ya 5. Kufungwa za kufungwa hata mara 10. Watu wanauliza unachezaje? Okay. Kwa Madrid kapasuka mechi ngapi na Barcelona? Sio mchezo. Amependa. Amependa. Lakini watu wanakuambia timu yetu mbovu, kule waelewa. Huko sasa. Ndio maana nakwambia hivi. Tunalala. Sio itakuwaje? Wewe tulia. Tiketi zishaanza kuuzwa. Tiketi bado. Tiketi za Yanga na Simba bado. Mechi. Tiketi si zile zile. Zile zile. Hazijatangazwa. Sasa kama tiketi zile zile bipo. Waambie wenye mamlaka ya mchezo huu. Vipi kuhusiana na wale watu ambao walinunua tiketi wakaingia uwanjani, mashabiki wa Young Africans, si ndio? Vipi? Itakuwaje? Itakuwaje? Wengi watemeke. Na mimi tiketi yangu niliingia. Nilichoma pa 30. Uliskani? Nimeskani. Na ngoma ikaniambia skandi. Ndio shida, ndio raha ya mzungu, ukiskani anakuambia skandi. Ngoma nimekwisha hilo. Lakini tunawauliza watu wa idara ya habari wa Yanga. Kwa sababu wao ndio wenye mamlaka kutangaza hili, si ndio? Watuambie mapema, leo ni tarehe 19, si ndio? Zimebaki siku ngapi? 6. Vipi? Tiketi ni zile zile. Si ndio? Unamwambia afisa habari wako. Ya. Atukumbushe mapema. Tiketi ni zile zile. Nishazoea. Ana maneno makali yule. Lakini hatuishini si watu wa Tanga. Watu wa Nongwa sisi. Ndio. Je, tiketi ni zile zile? Na kama tiketi ni zile zile, sawa. Vipi kuhusiana na wale mashabiki na wanachama wa Yanga walioskani mechi ya kwanza? Kwa sababu wao viongozi ndio waliotuambia mashabiki twendeni uwanjani, si ndio? Unakumbuka vizuri? Na mashabiki tulitii tuona ni viongozi wetu. Ndio. Nikazama. Tukazama uwanjani. Kiwemo wewe Dosa. Ukazama kuishabikia timu yako. Muhimu. Ndio. Mimi utaniona uwanjani kwenye maiki tu, lakini uwanjani ndani ya uwanja mule nipo, niko cool kabisa. Kimataifa tutakuona kule, huku tutakuona huko, au sio? Una maana gani? Si ndio hivyo? Kimataifa tutakuwa. Kimataifa si utabadilika. Kwani sasa kimataifa. Achana na mizengo imeshapita shehe. Bwana wewe una majungu sana mdogo wangu. Okay, anyway. Tunamuomba afisa habari wa Young African Ali Shabani Kamwe. Ndio. Atueleze mapema kabla ya mechi ya Dodoma Jiji. Mechi ya Yanga na Simba, mechi sipo. Tunaingiaje uwanjani? Na kama tiketi ni zile zile, si ndio? Vipi kuhusiana na zile tiketi ambazo watu walizitumia? Ama tuingie bure? Hapo utatukanwa hapo kusema hivi. Sijajua sasa. Anaweza akafanya. Alafu hili jambo nalisema sio kwa faida ya mimi. Sio kwa sababu mimi nimechoma 30. Si ndio? Mimi nazungumza kwa watu wote ambao wamekata tiketi. Akawahi kusema mzunguko bure. Mimi tiketi yangu 30. Wewe si vipi? Mzunguko watu wanapigwa bure. Utakuja kuniambia. Ndio tujue mapema. Isisubiri mpaka siku ya kesho tunaambiwa bwana tiketi 50. Maana si wengine vipato vyetu vya chini bwana. Okay. Kuchoma 50 kwa dakika moja sio jambo dogo kwangu. Ndio sio unalia hivyo rafiki yangu na wadau kibao. Sawa, licha kwamba nina wadau, lakini lazima uangalie maslahi. Mna bwana, wewe unaonekana Dosa wadau wako wanaanza kukukataa. Wadau wangu mimi hawezi kunikataa. Wamekataa bwana. Wamekataa nini? Tunajua. Wako vizuri. Wako vizuri bwana Dosa. Unajua kwa nini? Unataka kusemaje? Sile imetoka. Alafu wenyewe hawana uhakika. Wadau wako wengi wa timu gani? Sikiliza, ngoja basi. Unajua wewe unataka kunigombanisha na watu. Kwa hiyo unataka kusema mimi wadau wangu wote ni wa Simba. Si ndio hivyo ninavyojulikana. Kwamba Simba katoka kule kimataifa, si ndio? Watu wamenuna. Watu wa Simba hawana roho hiyo. Watu wa Simba hawana roho hiyo. Watu wa Simba wanapenda football. Wewe kaka tiketi upati ya kwenda uwanjani. Sasa tiketi ndo tunasubiri tamko la afisa habari wa Yanga. Si ndio? Aseme tiketi jamani tutatumia zile zile.
Kwa sababu kama tiketi zitatumiwa zile zile, tiketi yangu mimi imeshaharibika. Niangalie mpango wa kumwambia mtu fulani, jamani, sio maneno vizuri. Nianze kaika za kutafuta tiketi mpya. Okay. Umeelewa? Lakini mechi ya tarehe 25 sio mechi ya kitoto. Sio dawa mpaka wapigia waoni kwa hiyo. Wanaona. Wewe unajuaje? Mbona unataka kuleta majungu? Unataka kuwakimbiza watu? Yaani kwa namna ulivyozungumza, yaani inaonyesha kabisa ni kwamba sasa hivi kila mtu kaingia chochoro mzee Kipepeo. Anakuambia ameingia chochoro. Namsikia mzee wangu mmoja mwandamizi wa Young Africans, mzee Kipepeo. Anakuambia watu wameingia chochoro. Watu wameingia chochoro. Kwa hiyo watu watano wameingia chochoro. Watu wameingia chochoro. Wadau wameingia chochoro. Acha majungu wewe. Kwa hiyo bwana, nikushukuru sana ndugu yangu wa Bipo TV. Tumezungumza sana, lakini kubwa zaidi tumezungumza dakika 90 za Yanga na Simba, lakini pia vile vile tumapongeza Azam kwa kushinda goli 5. Ndio. Performance nzuri, magoli mazuri. Moja magoli bora yaliyofungwa wiki hii jana. Ndio. Ni magoli ya Azam FC. Usisahau hilo. Lazima. Magoli fulani watu wanapiga visigino juu kwa magoli mazuri sana yamefungwa mechi ya Azam zidi ya Tabora United. Nitamani sana kumsikia afisa habari wa Tabora, lakini bado sijaingia kwenye jamii. Ila nitamtafuta niona amezungumzaje. Kwa yote tumemwomba afisa habari wa klabu ya Yanga tutangazie kuhusiana na masuala ya tiketi, lakini pia tuombe Watanzania kuendelea kuwa watulivu. Tunakwenda kucheza mchezo muhimu, mchezo wa kuamua nani atakuwa bingwa wa NBC. Na nikukumbushe, kombe litatolewa tarehe 25. Ndio inajulikana. Haijawahi ama niseme Kiswahili fasaha, sijawahi kuona mechi ya Yanga na Simba afu kombe la ligi kuu likatoka uwanjani. Tarehe 25 hiyo. Asante sana na nikushukuru sana. Nini? Wadau wako hawapo. Sio kawaida yako, tushazoea fulani. Wapo. Wadau wangu wanafuatilia vizuri. Unataka nisemaje sasa? Sasa mbona unataka tujazoea zile salamu? Ndio tunasema umeingia. Ngoja, unataka niseme ndugu yangu Nasiri kutoka nani hapo? Bwana ndugu yangu Nasiri, nimebadilisha namba ya WhatsApp. Afu weka namba yangu ya WhatsApp. Haina shida hiyo. Sawa? Sawa? Ndio. Ndugu yangu Nasiri, weka namba yangu ya WhatsApp. Mr. Jimmy yupo huko. Anafuatilia vizuri. Ndio. Idrisa yupo. Si ndio? Ndio. Mr. Ami kutokea Portland yupo. Unataka niwataje wote? Yupo mwamba mmoja kutokea Lagos hapo. Fanya kazi kubwa sana. Na inshallah Mwenyezi Mungu akijali tutakuwa naye Julai. Mwezi wa 7. Julai sijui mwezi wa ngapi tutakuwa tuko naye. Mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Tutakuwa naye. Nani? Mwamba mmoja kutokea Lagos tutakuwa naye, ondoa mashaka. Au mtu mmoja kutoka Simba. Sio Simba. Asante sana. Nikushukuru.